Niĩ mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho na njĩtagwo Cecilia Jacinta Wanyaga na Naivasha nĩ manjũĩ wa Ngirogoni. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno. Ndĩ haha njikarĩte nĩ gũkorwo Ngai nĩ anyonekanĩire na akanjĩka maũndũ manene. Nĩ gĩkeno gĩakwa ndũraga ndĩriragĩria tondũ nĩ njokete kũmenya mũhuro wa riũa marĩa mũndũ mothe ekũhotithio nĩ Ngai agĩrĩirwo nĩke. Kũrĩa na kũnyua na gũikara wega na kwĩhoka Ngai nĩkĩo kĩyo kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, na macio mothe nĩ nyonete. Nĩ thengio. Ngĩmwĩra karibu gũkũ. Ũyũ ti ũndũ wa kawaida, nĩ ũndũ ũgĩaga ihinda mũndũ akĩwĩciria, no Ngai wakwa nĩ ndĩcirĩtie na acoka gũtuĩka wa kũndoranĩrio. Ngĩhoya kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na ngĩhoera ciana ciakwa tũikare wega na nĩgetha tũhote gũtũũrĩra Ngai ũcio ũtũhete indo ici. Nĩ kĩheo kĩa Ngai, ti kwĩrutanĩria gwakwa ona ti kwenda gwakwa, no nĩ nyonete nĩ Ngai wĩna hinya na ũhotani na ndoiga no wega. Marĩtwa nĩ Rita wa Wĩra, ndĩ mwana wa Jacinta Muthoni na nĩ ngenete nĩ tondũ nĩ agĩte na gĩikaro kĩerũ na nĩkĩo tũkĩte gũkũ kũnyitanĩra hamwe nake ta mami witũ. Niĩ naniĩ njĩtagwo nyina wa Mbũi kana Lilian wa Njoroge na gũkũ nĩ kwa maitũ mũnyinyi. Nĩ ngenete nĩ kĩrathimo gĩkĩ arathimĩtwo nĩ Ngai nakĩo na ngona njoke tũcereke nake nĩ tondũ ngumonogo cigũcokerera Ngai tondũ ti kwĩrutanĩria kana kĩo gĩake, no nĩ tha nyingĩ Ngai amũikũrũkĩire na akamwĩka wega. Koguo tũkĩte gũcokeria Ngai witũ ngatho, tũ celebrate na maitũ witũ na tũkenanĩre hamwe na ciana citũ. Koguo hau akinyĩte ti kwĩrutania nĩ hinya na ũhoti wa Ngai. Na kĩo nĩtũrokĩte tũcokie ngatho ithuothe na twĩre Ngai nĩ agĩrĩire mahinda na mathaa mothe. Twatũũra twĩ thĩinĩ wake nĩ arĩthiaga agĩtwĩka maũndũ manene tondũ haha nĩ kĩambĩrĩria, nĩ egũtwĩka manene ona gũkĩra maya na arathime maitũ witũ na maũndũ manene ona gũkĩra maya. Tuge ngumonogo cicokerere Mwathani. Nimesalimia nyote katika jina la Yesu. Habari zenu? Namwambia karibu sana kwenye hii boma. Mimi naitwa Cecilia, wengine wananijua Jacinta Nyaga na Naivasha wengi wao wananiita Ngirogoni. Karibuni sana. Nimemuita ndio tusikiliane katika hii sherehe yangu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile ametendea makuu. Juisi ya uwezo wangu, uwezo ya Mungu. Karibu. Asante. Hivyo kabla ya kuanza ningetaka nichukue
nafasi hii kusema asante kwa kualikwa na Mayanch kwa Ngirigori Kongo Muragia. Tulikuwa na muuliza hapa anajulikana kama Mama Nyawera, niambia hapa haijulikani ni Wangirigori. Hiyo sisi hatujui. Kwa hivyo tuna furaha tukija kujiunga na hii familia ya Jacinta, na siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote amemtendea pamoja na familia yake, tukiuliza Mwenyezi Mungu aendelee kubariki familia hii, na pia tunakuja pia kubariki nyumba mpya ili iwe kikao cha Mungu, na pia tunaombea mjukuu wake grandchild Andrew great grand mama mia tukulile great grandchild birthday yake leo, ni siku ya birthday yake ambayo anaitwa Andrew Gatunia. Kwa hivyo tuwa na huyo moyo wa shukrani na tuanze ibada yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Kwa majina yangu nimesahau, ni Father John Jue kutoka jimbo la Embu, na ninakuwa hapa mwalimu hapa Catholic University Barangata, Nairobi. Na huyu ni my aunt, sister ya my mother. Tuna sister yake mwenye mfuata. My mother is not here, but these are our mothers. And Mr. Kanyoya baba yetu. And Muridi, Joki and Remi. Tumechagua misa ya familia takatifu ya Nazareth ya Yesu, Maria na Yosefu, tukiombea hii familia na ili iweze kuwa kama familia ya Nazareth ambapo Yesu alikuwa anaishi, ambayo ilikuwa kikao cha Mungu, na ili pia familia hii na familia zetu zote ziweze kubarikiwa. Tunajua ya kwamba sisi ni wadhaifu, ni wenye dhambi, na sasa tujute dhambi zetu, tuombe msamaha na ili tuweze kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Oh
tunakuabudu, sisi tunakutukuza, tunakusifu Baba, tunakuheshimu, tunakuabudu, sisi tunakutukuza. Tuombe. Mungu, umependa kutuonyesha mifano bora ya familia takatifu. Utujalie kwa wema tuweze kufuata mifano ya hiyo familia takatifu katika fadhila za nyumbani na kuungana kwa mapendo. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana alimtokea Ibrahimu karibu na mialano ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio walaki kutoka mlangoni pa hema. Akayaleta basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee iwapo mmejia mtume wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kulini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Hilo ndilo neno la Bwana. Zaburi ya kupitiliza tutajibu hivi: Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? 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 Atakayekaa katika hema yako? Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako?
atakayekaa katika maskani yake, katika kilima chako kitakatifu. Ni yeye aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake. Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Yeye ambaye hakumtenda mwenzi wema baya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Yeye ambaye hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutwaa rushwa mwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? 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 Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako?
Haleluya, haleluya. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Haleluya. Katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu alichagua fungu lililo njema ambalo hataondolewa. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Maujaji wa matumaini pamoja kwa Sara. Maujaji wa matumaini. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa sababu tumeitikia mwaliko wa mama yetu Jacinta pamoja na familia yake kwamba tunje tusali pamoja na yeye au na wao, na tuweze pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wengi mko hapa kwa sababu pengine ni majirani, pengine mnasali pamoja, mko katika mwaki omwe, mwaki wa ndui. Karibu chakie bwangwe. Jumuiya gani? Saint Lucy. Ni wa jumuiya Saint Lucy. Pengine mna uhusiano katika biashara kadhalika, na wengine wako hapa kwa sababu ni wana familia. Kama vile itaanza mwanzo, tunaye sister yake Kanjoya, wana yake na Joki na Kalimi na Murethi ambao ni watoto wao. Pia wani nieces and nephews. Mimi nikiwa mmoja wa the nephews, na kwa hivyo tumekuja ili tushukuru Mungu pamoja. Wakati mwingi tunasahau kushukuru. Tumshukuru Mungu kwa yale yote amemwezesha kufanya. Tunajua vizuri ile injili ya wale walikuwa wamegonjeka ugonjwa wa ukoma, wale 10 walipoponywa, ni mmoja alirudi nyuma kumshukuru Yesu. Na Yesu akashangaa sana, akauliza, wote 10 hawakuponywa? Wale 9 wako wapi?
Ni huyu tu mmoja ambaye ni mgeni amerudi kushukuru. Kwa hivyo tungelitaka siku ya leo kuhesabiwa pamoja na huyo mmoja ambaye alienda kushukuru. Mara nyingi tunasahau kushukuru. That word thank you. Unaona watu wanauliza mambo mengi wakati unahitaji kitu, unaandika message, unapiga simu, lakini unaposaidiwa pengine hata ukumbuki kusema nini? Asante. Kule Embu kwetu tunasema kiura kialingua rungi kiuga ndiko kiekatia yerikia. Kwa hivyo tunataka kushukuru. Na nasikia watu wakisema ukiangalia kuku anapokunywa maji, kuku uteka maji namna hii, kabla ya kumeza uangalia juu na kusema jina la Mungu liwanye nini? Tukuzwe. So tunashindwa mpaka na wanyama. Kwa hivyo kushukuru ni jambo muhimu. Sio tu kushukuru Mungu na pia kushukuru wengine. Wale ambao wanatusaidia tunapaswa kuwashukuru. Kwa hivyo tumekusanyika hapa kwa sababu tumealikwa na angelitaka na pamoja na familia yake kukaribisha Mungu katika familia hii, katika maisha yao. Tumesikia katika somo la kwanza Abrahamu ameketi chini ya mti mbele nje ya hema lake wakati ambao kulikuwa na joto kama masaa kama pengine haya, na hapo alifanya nini? Akawaona watu watatu, na watu watatu ukiangalia hao watu watatu ni Utatu Mtakatifu, ni Mungu. Anaona watatu lakini anawaambia, anawaongeleza kama ni mtu mmoja. Bwana wangu, kama umeona nimevaa usinipite. Asemi kama munaona nimevaa nafaa msinipite. Alafu kwa hivyo ni kusema anamkaribisha Mungu bila kufanya nini? Kujua. Anamkaribisha Mungu kwa mfano wa mwanadamu. Hivyo ni kusema tunapowakaribisha wengine, wapokea wengine, tunampokea nani? Mungu. Hata Yesu alisema nilikuwa mwenye njaa, nilikuwa mgeni, nilikuwa gerezani na mkanifanyia haya yote. Ni lini Bwana tulikuona? Kwa sababu Mungu, tunampokea Mungu kupitia kwa wengine. Kwa hivyo kuja kwetu hapa leo, nyayo zetu leo katika familia hii ni baraka. Vile Yesu alisema tutaacha baraka hapa. Hata Mother Teresa alikuwa anasema katika sakramenti ya Ekaristi tunampokea Yesu kwa mfano wa mkate na divai. Lakini katika kazi zetu tunakutana na yeye kwa mwili na damu. Ni yule Kristo, nilikuwa mwenye njaa, nilikuwa uchi na kadhalika. But in Holy Communion we receive Christ under the appearance of bread and wine. But in our work we meet him in blood and flesh. It is the same Christ. I was hungry, I was homeless, etc. Tumesikia vile Abrahamu amesunguka, anakimbia pale na pale. Kwanza maji kaletwa, wakanawa na wakapumzika chini ya kivuli cha ule mti. Akakimbia huko hemani, akamwambia Sara atayarishe chapati. Watasema leo ni chapati, si ni kweli? Mikate. Alafu akakimbia kundini, akachukua ndama aliye nono, akasema achinjwe, kama vile naona pale kuna moshi pale, kuna vinono. Kwa hivyo niseme kwanza asihubiri sana kwa sababu nataka kwenda kula nyama choma, no? So akafanya hayo, na kila kitu kilipokuwa tayari akaandaa, wakala, akaleta siagi, cheese na maziwa na zile nyama na ile mikate, na Mungu akafurahishwa na ukarimu wa Abrahamu. Wakauliza, bibi yako Sara yuko wapi? Akasema yuko kule hemani. Akasema wakati kama huu mwakani
next year this time round nitarundi na Sara atashika mimba, atakuwa na mimba ya mwana wa kiume. Kwa hivyo Abrahamu akabarikiwa, akapata kile ambacho alikuwa anahitaji zaidi. Mwajua kwamba Ibrahimu alikuwa ameambiwa atakuwa baba wa taifa kubwa, lakini hakuwa na nani? Na mtoto. Kwa hivyo alikuwa anatamani sana kupata mtoto, akabarikiwa na kile alikuwa anataka zaidi. Kwa hivyo siku ya leo tuombe na hili ya chinda, Mwenyezi Mungu aweze kumpatia ile zawadi ama kile kitu ambacho angeweza anataka sana kutoka moyoni mwake. Kila mmoja wetu kuna lile jambo angelitaka Mungu amfanyie kutoka ndani ya moyo wake. Kwa hivyo tuombe vile Abrahamu alibarikiwa, pia aweze kubarikiwa pamoja na familia hii yake. Alafu tunaona Abrahamu ni mfanya kazi kule kusimama tangu wageni wavike. Abrahamu alikuwa amefanya nini? Alianza kukimbia na wakila amesimama, ishara ya kwamba yu tayari kutumikia, ready to serve. Vile mimi najua my aunt ni mchabakasi, she is always ready to serve. Hata bwana yake Nyaga, mlimfahamu Nyaga, isn't it? Ni watu wa bidii, wa kufanya kazi kwa bidii, na ni mfano mwema kufanya kazi. Siku hizi there is a trend among the modern generation, our Gen Zs, sio kwamba kunena ama wale hata wako chini ya Gen Z, sijui wanaitwa nini. Unaona watoto siku hizi kazi yao ni kuona TV, kazi yao ni kustarehe tu, hakuna, the spirit of work is no longer there. Na kwa hivyo ni juu yetu kufunza watoto wetu tangu wawe wandogo the spirit of work, kwa sababu ukikosa kufanya hivyo ukamiragia rigo kiugaga ni nyoro. Ni kweli, we have the spirit of work. Now ukiuliza that our parents they run to work kutoka nyumbani. So today we have to recover that. There's something we are losing, the spirit of work and the value of work. Na katika Injili pia tumesikia Martha na Maria wakikaribisha Yesu nyumbani kwao. Tuko hapa leo kukaribisha Yesu katika mboma hii, katika familia hii. Na Yesu alipofika pale, tumesikia vile Martha alikuwa anamshughulikia Yesu. Anapika, anataka Yesu apate kitu ya kula, anajua ni kitu kizuri. Lakini Maria alikaa miguuni pa Yesu. Na Martha akakuja kulalamikia Yesu, mbona wewe huoni vibaya kwamba ndugu yangu, dada yangu ameniacha nitumike peke yangu? Kusaidiana pia katika familia ni kufanya nini? Ni kusaidiana kazi. Ile kazi Martha anafanya, kwani Yesu anamkemea? Kwani Martha alifanya vibaya? Alifanya vibaya? Hapana. Hata sisi ungekuja hapa tukose kula kitu, alafu atuambie kwamba alikuwa anasali na anasoma neno la Mungu, utampigia makofi? Hapana. Abrahamu alibarikiwa kwa sababu ya ukarimu wake na kuserve na kadhalika. Na sasa tunasikia Yesu anasema, Martha, Martha, unasumbuka kwa mambo mengi. You are anxious about many things. Kwa hivyo here Yesu anataka kutuambia hata kama tunafanya kazi zetu tusije tukawa anxious. Unajua what is to be anxious? Kubabaika. Tusifanye nini? Tusibabaike. Tuambia tuombe mkate wa kila siku. Huyo mkate wa kila siku atatupatia. Kwa hivyo tufanye kazi zetu tukiwa na amani bila kubabaika, kwa sababu ni baba yetu.
Lakini pia Yesu anataka kutuambia kwamba kazi ya utumishi ya kufanya kazi ya Mungu inatanguliwa na kusikiza neno lake. Tufanye kazi ya Mungu pamoja na Mungu ambaye ametupatia ile kazi. Kwa hivyo tumchague Mungu kwanza. Tumsikilize kwanza. Kwa sababu yeye ndiye mwanjiri wetu. Si lazima mtu akiwa ameajiriwa, ni lazima ajue mawazo ya mbusi yake. Si ni kweli? Kwa hivyo Yesu, sio kwamba Yesu anasema ni vibaya vile Martha anasema, lakini anasema lazima kama Wakristo ni lazima tumsikilize kwanza. Ili tukienda kufanya kazi yetu tuwe tunaangaziwa na neno lake. Tusije kazi tusifanye tumsahau Mungu. Na kwa hivyo hata sisi tunaalikwa kusoma, kujifunza, kukaa miguuni mwa Yesu. Na hasa siku ya Jumapili kuna watu ambao wana hata nafasi ya kwenda kanisani kusikiza neno la Mungu kwa sababu they are busy working. Lakini tumsikilize Mungu ili tuweze kufanya kazi pamoja na yeye. Na tukifanya kazi pamoja na yeye, basi kazi yetu itabarikiwa. Tumesikia mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Kwa hivyo kumkaribisha Mungu katika neno. Na tukimkaribisha Mungu kama vile Abrahamu alifanya na vile Martha na Maria wamefanya kumkaribisha Mungu nyumbani kwao, basi nyumba zetu zinakuwa kama familia takatifu ya Nazareth. What was unique about this family ya Nazareth? Familia ya Nazareth ilikuwa familia ambayo ilikuwa na Yesu ndani yake. Ile familia ni takatifu kwa sababu ilikuwa kikao cha Mungu. Kwa hivyo hata familia zetu zinakuwa takatifu tukizifanya siwe kikao cha Mungu. Na zitakuwa kikao cha Mungu kama tutaweka neno la Mungu mbele. Kama tutakumbuka Mungu katika sala. Kama tutapendana, basi Mungu atakuwa pale. Tukiishi upendo, hata sisi tunamzaa Yesu kati yetu. Na Yesu anapokuwa kati yetu, hatukosi kujua. Kwa nini? Kwa sababu huleta vipaji vya Roho Mtakatifu pamoja naye. Anapokuwa pale, kunakuwa na umoja, kunakuwa na furaha, kunakuwa na mwanga. Hata kama mambo ni mazito, tunasikia ile nguvu kutoka ndani. Mnakumbuka wale wanafunzi wawili wa Yesu walipokuwa wanaelekea kijiji cha Emmaus. Walipokuwa njiani, walikuwa na huzuni. Si kweli? Kwa sababu Yesu amefanya nini? Yesu akawatokea na akauliza mnaongea juu ya nini? Kulikuwa na huyu ambaye tulikuwa tunafikiria ndiye atakuja kutuokoa, ameuliwa, na sasa zimepita siku sijui 3 tangu hayo mambo yatokee. Na wanawake walienda kule wakaja wakamwambia Petro na wengine kwamba amefufuka. Walikuwa na huzuni. Walikuwa katika giza kwa sababu Yesu ameuliwa. Ule ambaye walikuwa wameweka matumaini yao kwake. Lakini pale Yesu alipokuwa anawaelezea, nyoyo zao zilianza kuwaka. Na mwishoni wakasema, tulipokuwa njiani, si nyoyo zetu zilikuwa zinawaka? Alipokuwa anatuelezea maandiko, si ndio? Si kweli? Kwa hivyo walikuwa na ule moto wa ndani. Hata kama walikuwa gizani, wakaanza kupata nguvu. Nyoyo zao zilikuwa zina kwa sababu Yesu alikuwa kati yao. Kule Embu kuna wimbo wa kina mama wanaimba, wanasema Yesu ale o maondo mathiaga wega, mathiaga wega, mathiaga wega.
Jiswaleo maundu mathiaga wega mateko hege sana. Na kwa hivyo tukimkaribisha Mungu kuja kwetu siku ya leo, kama Abrahamu vile alimkaribisha Mungu kwa wale watu watatu, Utatu Mtakatifu, Martha na Maria wakamkaribisha Yesu na kuwa kwetu hapa katika jina lake. Kwa hivyo Mungu awe katika hii boma, na tutakapobariki ile nyumba iwe kikao cha Mungu, na aweze kubariki familia yote, na akimbariki hata yule the great grandchild Andrew Gatunia, na ili Mungu ambariki aweze kukua akineneba, akinjawa na hekima na nguvu, na akimpenda Mungu na watu jinsi vile Yesu mwenyewe mtoto Yesu alivyokuwa. Tuombe kwamba tubarikiwe sisi sote, kila mmoja wetu kile ambacho unahitaji zaidi, kama vile Abrahamu alibarikiwa. Kila mmoja wetu tutashinda akibarikiwa pamoja na familia yetu, na sisi pia tuweze kubarikiwa pamoja nao. Tumuendee Baba Mwenyezi kwa sala, tukimuomba ashushe wingi wa baraka na neema juu ya familia ya Njachinda pamoja na familia zetu zote na zote za ulimwengu kupitia kwa maombezi ya familia takatifu. Tuombe tukisema: E Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, sikiliza sala zetu. Ili Kristo aibariki familia ya kanisa na kumjaza Baba Mtakatifu wetu leo, askofu wetu Cleobas, mapadri, masemashi na watawa, makatekista na wabatizwa wote wingi wa zawadi za kiroho. E Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Tuombe ili Kristo awabariki wasio na familia, awaponyeshe majeraha yao ya ndani na kuwasaidia waweze kugundua familia yao mpya katika kanisa ambamo wanakaribishwa na kufanywa kujisikia nyumbani. E Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Ili Kristo awabariki wanandoa wanaopitia hali ngumu za maisha na za familia zilizovunjika, wapate kuongozwa na Roho Mtakatifu na kusaidiwa kuyashinda matatizo yao. E Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Ili Kristo awabariki yatima na watoto walioterekeswa waishi kwa utulivu na kupata familia zenye upendo zitakazo watunza. E Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Ili Kristo awabariki wanaoteseka kwa ajili ya kuwapoteza wapendwa wao, wafarijike katika uchungu wao na kutulizwa kwa uwepo wake Kristo na wanjumuiya zinazo wanjali. E Bwana, twakuomba utusikie. Bwana, sikiliza sala zetu. Ili Kristo azibariki familia zetu, sipate kama ile familia ya Nazareth kuimarishwa nyakati za misukosuko na matatizo, sikiutumainia msaada utokao kwa Mungu. E Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Tuwaombee watoto wachanga wanaokua
na hasa tukimwombea Andrew ili Mwenyezi Mungu ambariki, akuwe akineneba, akijazwa na hekima na nguvu, na akipendeza Mungu na binadamu kama vile mtoto Yesu alivyokuwa. Bwana, twakuomba. Bwana, sikiliza sala zetu. Tuombee roho ya Eliud Nyaga ambaye Mungu alimuita kwake, na ili akiwa pamoja na Mungu aendelee kushughulia hii familia yake na kuiombea akiwa amejiunga na watakatifu. Mwathani umuheke ruko bitathiraga kohoro. Bwana alituambia tusitumie hata maneno mengi tunaposali, kwa sababu anatujua. Tuamuomba asikilize sala ambazo tumesitanja na zile ziko ndani ya roho zetu. Tuombe msaada wa Bikira Maria mama yetu, jinsi alivyofanya katika harusi ya Kana ya Galilaya. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba Mwenyezi, katika familia takatifu ya Nazareti umetupatia mfano mkubwa wa familia ya Kikristo. Tunakuomba utujalie kwa kufuata upendo uliokuwa kati ya Yesu, Maria na Yosefu, tupate zawadi yako ya amani na furaha katika familia zetu wenyewe, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sarini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka ya kukutuliza tukikuomba kwa unyenyekevu usithibitishe kabisa familia zetu katika neema na amani kwa maombezi ya Bikira mama wa Mungu na Yosefu mwenye heri. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni
daima na popote. Ewe Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye alikubali kuzaliwa na bikira kwa sababu ya kuwahurumia watu makosa yao. Alituokoa katika mauti ya milele kwa mateso yake msalabani, akatupatia maisha yasiyo na mwisho wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni waimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Baba mwema, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa ajili ya Yesu Kristo mwanao, Bwana wetu, uzipokee na kuzibariki dhabihu hizi takatifu tunazokutolea kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani na umoja, kulilinda na kuliongoza popote duniani. Tunakutolea pia kwa ajili ya mtumishi wako Papa Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu Cleophas na wote wenye kushika imani Katoliki ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako Jacinta Ruguru na familia yake, nao wote walio hapa. Wewe wajua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea sadaka hii ya kukusifu. Nao wenyewe wanakutolea sadaka hii kwa ajili yao na jamaa zao, ili waokoke na tumaini lao la kupata uzima na usalama litimie. Ndivyo wanavyokuomba wewe, Mungu wa kweli, Mungu wa milele. Tunashirikiana na kumheshimu kwanza Maria Mtakatifu daima Bikira, mama wa Yesu Kristo, Mungu wa Bwana wetu. Alafu tunamheshimu Yosefu mwenye heri, mume wake huyo Bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Toma, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Mateo,
Simone Natedeo, Lino Clendi Clementi, Sisto Cornelio Spiriano Laurenti, Crisogoni, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano na watakatifu wote wako wote. Utujalie ulinzi wako kwa mastahili ya maombezi yao, ili tuwe salama katika mambo yote. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na jamaa yako yote. Utujalie amani yako maishani mwetu, utuepushe na laana ya milele, utuweke miongoni mwa wateule wako. Ewe Mungu, tunakuomba ibariki sadaka hii, ikupendeze upekee, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile ya kutangulia kuteswa kwake, alitoa mkate katika mikono yake mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Baba yake Mwenyezi, akashukuru na kukutukuza, akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni tumule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe katika mikono yake mitukufu, akashukuru na kukutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Bora imani. Tunakumbuka mateso ya matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu. Tunakuomba pia, tunakumbuka pia kufuka kwake katika wafu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Ewe Mwenyezi, kati ya zawadi ulizotujalia, tunakutolea sadaka safi na takatifu, yaani mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha uokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa rehema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abel mtumishi wako mwaminifu, na sadaka ya babu yetu Ibrahimu, na ile sadaka takatifu isiyo na ndoa aliyokutolea Melkisedeki kuhani wako mkuu. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu umtume malaika wako mtakatifu aichukue sadaka hii na kuipeleka kwenye altare ya mbinguni mbele ya uso wako mtukufu. Nasi tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao katika altare hii, jazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, uwakumbuke pia watumishi wako marehemu Eliud Nyaga na wale wote wa familia hii na familia zetu waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani.
tunakuomba Bwana wapatie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu na tunatumainia, tunakuomba utupokee kwa huruma miongoni mwao, ingawa hatustahili. Bwana, kwa njia ya Kristo unaomba daima mema yote na kuyatakasa, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Katika masomo tuliyosoma, tulitafakari juu ya kumkaribisha Mungu katika maisha yetu, kazini mwetu, katika familia zetu, na tukasikia jinsi ya kusikiliza neno la Mungu kwanza, yaani kutafuta ufalme wake, na baada ya hayo basi tunaweza kuomba yale yote tunayohitaji ya kimwili na ya kiroho, lakini kwanza tukianzia na kutafuta ufalme wa Mungu. Sasa tukiwa na imani, tuiombee hii familia na tujiombee sisi wenyewe, tukitumia yale maneno tuliyofundishwa na mwalimu wa sala, yani Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungonjee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mupeane amani. Amani yake Bwana, amani iwe nawe. 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 upendo wake Bwana, Upendo uwe nawe. Upendo wake Bwana, upendo uwe nawe.
uzima duniani kwa kifo chako, kwa kumtii Baba na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Utuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote. Utuwezeshe kuzifuata daima amri zako, wala usituache tutengane nawe kamwe. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, si stahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Tuombe. Baba mwema, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti za mbinguni, utuwezeshe kuifuata daima mifano ya familia yako takatifu, na baada ya taabu za duniani tukakae nao milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa tutaenda tubariki familia na tubariki nyumba.
nafikiria wengine tutangojea hapa baraka ya mwisho, alafu wana familia tuende pale. Familia wale ambao ni waje. My brothers and sisters, as we ask the blessing of the Lord on this family, we must remember that a way of life that is a true communion can only endure and grow if the Lord is his source. Let us therefore call upon him, saying, Lord, hear our prayer. Lord Jesus Christ, through whom every family is like a building constructed by the Holy Spirit to become a temple of your glory, grant that this family of yours may be bonded together in your name. May you be the unshakable foundation of their life together. Lord, hear our prayer. With Mary and Joseph, you sanctify domestic life. Teach all who live here that self-giving is the way to guide and uphold their life as a family. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Through Christian initiation, you have joined the natural family to a larger spiritual family, the church. Help the members of this family to carry out faithfully their responsibility in your church. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. You gathered the first members of the church together in the upper room around Mary, your mother. Grant that the members of this household church may learn from her to keep your wants in their hearts, to be constant in prayer, and to be generous in giving of themselves and all they possess to others. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Blessed are you, God our Father, for your gift of this house as the dwelling place of this family. Grant that those who live here may obtain the gifts of the Holy Spirit. Through their works of charity, let them show what grace your blessings believe, so that all who visit this home will find the spirit of love and peace, which only you can give. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon you and with you remain forever. Amen. Tuombe. Bwana awe nanyi. Msaada wetu kwa jina la Baba aliyeumba mbingu na nchi. Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba uibariki nyumba hii ili wale watakaoishi humo wawe na afya mwilini na rohoni, wawe na nguvu ya kushinda kila lililo ofu, wawe na unyenyekevu, wema na upole, washike amri zako, wakushukuru wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na baraka hii ikae katika nyumba hii na kwa wale wanaoishi humo sasa na siku zote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
ni baraka, ni baraka, barikiwe, ni baraka, ni baraka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, ni baraka, barikiwe, ni baraka, watoto wako, ni baraka, wabarikiwe, ni baraka, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, kweli, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, maisha yako ni baraka, wawalinde ni baraka, watoto wako ni baraka, wawalinde ni baraka, kweli, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, ni baraka kutoka kwa Mungu kweli, kweli, ni baraka, jumuiya yako ni baraka, wailinde ni baraka, kanisa lako ni baraka, wailinde ni baraka, kweli, ni kweli, kweli, ni baraka, kweli, 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 ni baraka, kutuliza malaika mbinguni wanaimba, usiku na mchana wanaimba, wakisema haleluya, Ave Maria, ni jina tukufu, jina la Maria, wakisema haleluya, Ave Maria, ni jina tukufu, jina la Maria. So thank you. We congratulate our mom, our Susu, sponsor of this new house. It will be a wedding of God. The all who come here will experience peace and joy. Those who also stay here, I should all have peace and the rest as they move of the God to the office. Asanteni sana. Makofi kwa Mungu. Asante sana pia. Kwanza tunataka kukushukuru. Mimi naitwa Wafula Sylvester, ikiwa mshiriki pamoja na mama yetu katika jumuiya ya St. Lucy na pia former chairperson wa hii parokia. Nataka kushukuru kwa niaba ya parishioners wetu kwa kubali kuja kuongoza katika sherehe ya leo. Tumebarikiwa tukiwa pamoja. So we do the final blessing. So Yes. Go there. Very good. Tuendelee na wimbo tukirudi kwa Otherwise, Mayan, nimefurahi sana Wawera, Nyaga, na wengi, nimefurahi sana. Kwa hivyo I don't take it for granted. Na pia nimefurahi kuona watu kutoka Mayan, my lady, my husband, this is a nephew. So asanteni sana. I think I will bless you and then we on to the second part.
Equally. I think the only thing we might do is to bless providing the cake and the boy. Then I'll be done. But before I first. But now let me we finish first. So thank you for coming. The New Year's inclusive. Yes, inclusive. Thank you very much for kuja na all the friends. We thank you also on behalf of our aunt. When you have somebody far, because he came from Embu and all the way to this place, and then we never found the people. You would be wondering now what type of places Naivasha is better using maybe in Embu. So we thank you. We thank you because we can see there is unity and you love her and she loves you, and that relationship continues. Bwana awe nanyi. Apende kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Andrew Katulia. Good. Lord Jesus Christ, you love the children so much that you said, whoever welcomes a child welcomes me. Hear our prayers, and with your unfailing protection, watch over this child, Andrew Katulia. When he has grown to maturity, grant that he will confess your name in willing faith, be fervent in charity, and persevere courageously the hope of reaching your kingdom, where you live forever and ever. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit descend upon you and with you remain forever. Amen. Nashukuru sana baada amekubali kutubarikishia wakati alikuwa anaongea mtoto wetu Andrew. So tunataka kukata hiyo keki. Mama Kara atatuongoza katika hiyo harakati ya ukataji wa keki. John, karibu tafadhali, tupigie ndugu yetu makofi. Asante sana kwa kuja kututembelea na kushiriki na sisi katika baraka za leo. Haya, tumsikize kidogo kama mambo mengine bado inaandaliwa. Mungu ni mwema kila wakati. Kaini mwega. Ndishiode. God is good all the time. All the time. God is good. Thank you very much. Mimi ni John Kandela from Embu. This lady here, stand up. She's called Lillian Betty. That is my wife, and she's the one who is the older than Mrs. Nyaga. There is another one who is older than this one, and is the mother of the father. Is the mother of the father. There was a brother, but this year, isn't it? We lost him this year. Alienda kwa Mungu. Now I want to say one or two things, and I will use all the languages. I've learned that in Naivasha we have all communities here. If I talk Kikuyu, watu watasikia. If I talk Kiembu, watu watasikia. Nikiongea Kiluga, Kiluya, my friend will hear. Yes. In Kalenjin, kila mtu atasikia. And you know, Naivasha is not just the local town.
is a town that has all the communities in Kenya. Now, nitatumia Kiingereza, Kiswahili kidogo, and perhaps one came name. Now, now we want to thank very sincerely Ms. Nyaga, that is how we call her, for inviting us to this place. And we came from wherever we came from just to honor that invitation. And she called us to say thank you to God with her because of what she has seen in the Lord. Since her husband was called by our Almighty God, she has been able to move, and she has moved to this point where we now can see. I'm sure if Mr. Nyaga could just arise and look around, then he could testify that the wife she left behind followed nyayo zake, because Nyaga was a very hard-working man. I've known him for a long time, and bibi yake amefuata hizo nyayo. And we are praying that the children, Nyaga, where are you? Nyaga here? Ameendea kiti. Nyaga and Wawira, nyinyi nyote mufuate hizo nyayo of hard work, because God gives those ones who work. You cannot just stay and expect God will bless you. Ni lazima ufanye kazi. Hata Mungu mwenyewe alisema hivyo. So it is hard work, and hard work guided na Mungu. Ukifanya kazi, uite Mungu akusaidie kufanya hiyo kazi. And you will see the fruits of that kind of work. So we thank God most sincerely for inviting us to come and say thank you to God for what she has achieved so far with her family. Point number 2, she has also given us an example, each one of us. Mungu akutendea mema, have time to tell him thank you. You can say it alone, but it becomes better when you do that one with other people, family members, your friends, your church members, and so on and so forth. That is how to do it. We must always tell God thank you when he has done something or has helped us to do something, and we have achieved whatever we wanted to achieve. And number 3, I want to thank this choir. I don't know whether it is a choir, but it's more than just a choir. As well as, why Father? These people here are just more than a choir. I'm just trying to compare my choir. In the morning, they were here since morning. They were here since morning. Mumeimba vizuri sana. Tupatie makofi. You have sung very well. Guided by this pianist here. You have done it very well. You have done it very well. And
the controller here. He did it so wonderfully. And this is the kind of things we want our children to do in the church, to be active in the church. The talent which God has given you, please can you utilize it? The positive talent, mimi nimesema positive. Those which are not positive, si ya Mungu, hiyo ni ya shetani. If you say you are very good in stealing, hiyo si ya Mungu, hiyo ni ya shetani. But anything that is good in accordance with what God wants, that is the talent we want to develop. Now in CBC, apparently I'm a teacher, and I own a school, and this Nyaga we are waiting for, he was among the first pupils of that school, Nembo. And in school, we always try to tell our pupils, our students, to utilize the talents that have been given by God to the maximum. And the CBC, which is being taught now, or CBE, emphasizes seriously the use of talents. Now, the Nyaga I was talking about is this one. Nyaga, stand up. Were you one time a student of Ebuka Academy? You are? You finished which year? Which year? It's so long time ago you might have forgotten, eh? You finished in 2009. This is the man we produced for you. I know he's very talented and he's using his talents as much as possible. Those days he did not have a beard. Those days he did not have a mustache. Those days his hair was different. But we appreciate very much you have done. Now that you have come, I want to advise you. Your grandfather was a very hard working man. I knew him as early as that time when he was the manager of White Rainbow Hotel, a tourist hotel in Mombasa. That time, long time ago. And I know how he has moved to the point where you people are. So he is saying that kind of effort is the one we want to see in you. That kind of effort is what we want to see in you. And I cannot leave this place until I've told you that. Kuna watoto wengine wanawachiwa vitu. And in another 5 years, 10 years, unakuta huko hata hakuna kitu. Learn to take care of the property that you are left, which you are left, the properties in plural, by your grandfather. You do like the Asians do. When they, with the children, they develop common business when they develop. Mzee akienda, the sons continue. The sons who akienda, the grandchildren continue. That should be experience. And my sister-in-law, where are you? I want to congratulate you and thank you very sincerely for taking care of the property that your husband left with you and expanding it even more. And we shall continue to support you from the other side. That is why we came, all of us. There is only one daughter who has not been able to be with us because of the nature of our work. It was not possible for her to come today. I think all the others came. And finally, Christians, Catholics, let us be real Christians. Let us be real Catholics. Because that is the way. There are so many other churches which have come around. And we will condemn even the mainstream churches which brought the Christianity to Africa. I think as Catholic Church and the other
mainstream churches, let us keep our faith. Let's stick to what the Bible says so that we can live the kind of life that Christ wants us to live. Otherwise, I would like to thank all of you on behalf of my sister-in-law here for coming. Kwa sababu kama mungekuja, then where would we get the choir? Would there be really a mass of only one person? Of course not. And Father, I want to thank you very sincerely. Unajitolea sana. I know the kind of work you do in the university there. We have been in those places. But even to get an hour to come and see this mass for your aunt is a big sacrifice, but continue to sacrifice for God. Right? The more you do, the better. And continue with that spirit. And when we call you to Embu, you always come. When we were opening our school, I remember you are there. Right? So we are very happy about that one. Otherwise, thank you very much for coming. And let us continue to support each other. If she calls you people, go. If he calls you next day, you go. Ni lazima tuwe pamoja kama Christians. Ni sawa sawa? Yes, and that is what God actually wants. That is what Jesus Christ wants. Otherwise, Bwana Mlembe. Mlembe handi papa. Mlembe muno. Mlembe swa. Mlembe Orio. I want to put in asante. Tupigie ndugu yetu makofi. Asante sana. Asante. Karibu ile tena. Nitakuja. Sasa kuna ile kitu Waluya wanapeana wakichinja kuku. Ngile tumen on. Ndio Dimondo. Asante sana. Wakara nadhani yako tayari, lakini bado kabla ya Wakara hajakata, mama yetu amerequest a member of the CWA aseme neno. Na huyo ni former chairlady wetu Rose, mama yetu Rose Kiongo. Yuko wapi? Tafadhali kuja useme neno moja tu, alafu tukate keki na twende ndani. Wacha Rose aseme. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kwa wakati. Naitwa Rose Wambui kama CWA chair na iko na mwingine sasa hivi. Nashukuru sana my sister. Nani alikuwa anajua Edward Nyaga? Ulikuwa unamjua? Alikuwa height gani? Kama mimi. Alikuwa first cousin wangu. Mama yake walikuwa na baba yangu walikuwa sister. And that's why I'm here. Celebrating with Jacinta kwa sababu ananipenda pia. Tangu my cousin aage, hakuna wakati ameita sherehe yote. Ile siku siwezi kuja. Wakati wote ananialika. Tuko na watu wa kutoka France. Wako wapi? Tusimame kidogo tuwaone, tuwapigie makofi. Sana. Tumesaliwa huko France na that's why wamekuja kuelekea na our sister. Nashukuru sana father wetu. Kila wakati nikija sherehe ya Jacinta, we are always there. Sherehe nyingi ya mass kwa pale na sisi. Huko France imekuwa mara mbili na wewe. Tuko hapa na wewe mwingine Kanangaria na tuko hapa leo. Kuendelee hivyo na Mungu atakubariki sana. Na bariki mama yetu wakati mmoja amefanya step kutoka mmoja mpaka mwingine ile bwana yake alimwacha. Safari yake mama kwa kanisa, watoto wote hao wanapeleka kanisani, wamepata kwa sababu ya bidii yake. Si ni baraka. Kwa sababu kwa kazi nzuri na kadri ya hivyo
sababu Mungu amemwezesha kufanya na sisi tukosio anafanya kulingana na mapenzi ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Asante sana. Kwa mwisho kabisa naitwa Lucy Gati. Yuko wapi aseme neno moja tu na roho yetu itatulia. Karibu mama yetu all the way from Uplands. Uplands ndio kwa kina mzee Bwana Nyaga. Na nakumbuka vizuri sana wakati tulienda kumpumzisha, ndio tulijua kule kwake, kule kwa madake. So nikiona watu kutoka Uplands hata mimi ninafurahi, ninaona kama wako pamoja na sisi kabisa. Karibu mama yetu, sema tu neno moja, roho zetu tutatulia. Tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia Yesu. Adani ya Yesu. Amen. Ale twageta mwoguso wa Njiro, Gadi na Nyaga, ikasimi. Nyagare wa mama, ate muthuri wakwa ni wa tata. Na kumotene ina Nyawira ni miakorire akirika. Na nitutwaranite Nyawira ari mundu mwega, hatire hata utiko kiaria uguo. Tondu ni moyo uguo ari mwega. Ndarugama hajire ina Nyawira, Ngai akurathime. Mungu akubariki sana. Tondu ndarugamire hari atigirwo. Ni wonia ciana ici cianyu guthie na mbere. Matigage kuona indo iria ikuo, macarie ciao, Mwathani agocokio. Hizi yenyu, mutafute yenyu. Hata cucu anatafuta yake. Nĩ kuongerera ũcio ongagĩrĩrwo no ti kũninwo. Reke ndige kwaria mũno, na Nyawira akũrathime, mũciĩ waku ũikare na thayũ, warathimĩrwo ũikare na thayũ na gĩkeno, na nĩ twarega andũ arĩ thĩinĩ wa mũciĩ mwerũ. Tũkumia Yesu Kristo. Ngai amũrathime. Asanteni sana. This is our guest of honor at the moment. And sisi kama nakumbuka tulikuja baby shower yake hapa. You are a little person that time. Yeah? Okay, so naitwa Carol. My parents are here. My auntie invited us and we are very happy to see her new house. Alafu Wawera is my cousin and Nyaga is my nephew. So what does that make me to this young man? Shush. I can't believe it. I'm your shushu. I'm your shushu. But I'm still young at heart. So thank you. We appreciate Andrew. We celebrate you. He turned 7 today. And without further ado, we are going to cut the cake. And I have somebody supporting and assisting me. Yeah. All right, so let's wish Andrew a happy 7th birthday. Let's clap for Andrew. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Shosho Maito wataiba, na huyu kijana yake ndiye amemlea kutoka akiwa mtoto, alikuwa anakuja na yeye kanisa akiwa hivi. Sasa amekuwa mkubwa. Sasa kuna wimbo wanataka waibe na yeye, na hata sisi tunaijua tutaiba.
Haya, keki inakujia kila mtu mahali ameketi, tunashukuru sana. Na wakati keki inaendelea kupeana, pia tuko na entertainment kidogo.
Wow. Hata kama nijasikia hiyo maneno tupigie tu makofi. Mimi nilikuwa nasikia kwa niaba yenu nyote, kwa hivyo mtaniona nyuma ya tena. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise.